Miqdaru zakati alfitri, kiwango cha zaka ya fitri, kiwango chake swa'un kaswa'i nabii sallallahu alayhi wasallam. Kiwango cha zaka ya fitri ni pishi kama pishi ya mtume swalla na salamu ziwe juu yake, pishi moja kama ile pishi ya mtume aliyokuwa akitumia yeye kutolea zakatul fitri, pishi ambayo itaendana sawa na hiyo ya mtume. Sasa pishi ya mtume iko wapi? Hatujaiona wala haipo. Tutajuaje? Anasema mtunzi, arba'u hafanatin, arba'u hafanatin, mimimino minne, mimimino minne, min kaffayil insani almu'tadil, kutokana na viganja viwili vya mtu mkati na kati. Arba'u hafanatin, mimimino minne, min kaffayil insani almu'tadil, kutokana na viganja viwili vya mtu mkati na kati wa maumbile. Maumbile yake ni mtu wa kati na kati, laysa bitawili wala biqasirin, si mrefu hivyo maumbile makubwa, wala si mfupi ambao maumbile yake si ya kawaida kazidi kwenye ufupi. Almu'tadil, mtu ambaye maumbile yake ni ya kati na kati, hachushi kwenye urefu wala hatui kasoro kwa sababu ya ufupi, yupo kati na kati. Viganja vyake viwili vile ndivyo vinavyozingatiwa. Achote mara ya kwanza, amimine sehemu, achote mara ya pili, amimine sehemu, mara ya tatu na ya nne. Huu ujazo utakaopatikana kwa mimimino yake minne, hii ndiyo inalingana sawa na pishi ya mtume wakati huo. Hamjanielewa au mshaelewa? Hamjielewa? Hivi shule mlikuwa hamuelewi kama hivi au? Maana shule watu wako bright tena na wanaandika kule, lecture anaongea na huku, lakini huku meelewa bado mna nini? Au kwa sababu ni Kiarabu? Haya, narejea tena. Miqdaru zakati alfitri swa'un kaswa'i nabii sallallahu alaihi wasallam, kiwango cha zaka ya fitri ni pishi moja kama pishi ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Tutajuaje pishi ya mtume? Ndo anaelezea mbele, ili upate kiwango kinacholingana sawa na ile pishi aliyotumia mtume. Arba'u hafanatin, mimimino minne, yani uchote sehemu kisha umimine mara ya kwanza, uchote sehemu umimine mara ya pili. Ndio asema arba'u hafanatin, mimimino minne upate kutoka kwa nani? Min kaffayil insani almu'tadil, kutokana na viganja viwili vya mtu mkati na kati wa maumbile. Mtu ambaye maumbile yake si makubwa. Kuna watu maumbile yao makubwa, ukimuona unajua huyu maumbile makubwa huyu, yani mwili mkubwa, kifua kipana, kono hilo limejaa. Si huyo, wala siwe mfupi ambaye maumbile yake ni madogo ya kuchusha. Almu'tadil, mtu ambaye ni mkati na kati wa maumbile. Huyo sasa achote sehemu, amimine sehemu nyingine mara 4. Ile mimino yake minne ile ambayo atakuwa amimina sehemu, ule ujazo utakaopatikana kwa yeye kumimina mara 4, ujazo huo ndio unalingana sawa na hiyo pishi ya mtume. Kwa maana pishi ya mtume, lau kama atatokea mtu mkati na kati wa maumbile akichota kwenye ile pishi, basi atapata ndani yake makobwe au mimimino minne na pishi itakuwa imaliza. Hamjanielewa hapo? Mmeelewa? Nani hajaelewa? Sitaki aloelewa, ambaye hajaelewa ndio nomtaka sasa. Hamna. Ikiwa hamna alielewa, hamna ambaye hajaelewa, maana yake yote mmeelewa, si ndio hivyo? Haya, nani kaelewa? Pia hamna. Sasa nyinyi mko wapi?
au mko kati na kati? Ndio almu'tadil. Sasa mmoja aelezee kaelewaje. Hebu elezea huko Ramadhan Salim, umeelewaje wewe? Tumeambiwa zakatul fitri ni sawa na pishi moja, kama ile pishi aliyotumia Mtume. Pishi aliyotumia Mtume haipo sasa hivi, lakini ule ujazo wake tutaupataje? Kwa mtu mkati na kati wa maumbile, mimimino yake minne, ndio tunaipata pishi moja aliyotumia Mtume sallallahu alayhi wasallam. Hapo nadhani jambo liko wazi Nukta inayofuata anasema tajibu bighurubi shamsi lailatal eid. Tajibu ay zakatul fitri, itawajibika zaka ya fitri. Tajibu ay tajibu zakatul fitri, itawajibika zaka ya fitri bighurubi shams, kwa kuzama jua. Lailatal eid, usiku wa kuamkia Eid. Bighurubi shams, kwa kuzama jua. Lailatal eid, usiku wa kuamkia Eid, ule usiku ambao tayari umethibiti, mwezi umeandama, kesho Eid. Kuanzia usiku huu sasa, likizama jua tu na ikathibiti asubuhi ni Eid, hapo tayari kuna wajibika kuitoa zakatul fitri. Usiku wote huo na asubuhi yake, kabla watu hawajatoka kwenye swala, ni muda wa kuitoa zakatul fitri. Tajibu, itawajibika zakatul fitri bighurubi shams, kwa kuzama jua. Lailatal eid, usiku wa kuamkia Eid, ule usiku wake. Zingatia hapo kuna masala muhimu anayeleta. Famamata qabla alghurubi, basi yule atakayekufa kabla ya kuzama jua, atakayefariki kabla ya kuzama jua, jua halijazama kwamba asubuhi ni Eid, bado pengine Ramadhani ya 30, lakini jua halijazama, yeye akafariki, lam tajib fitratuhu, haiwajibiki fitri yake. Lam tajib fitratuhu, haiwajibiki, haiwi ni lazima fitri yake. Kwa nini? Na amefunga siku 30 au 29. Kwa nini siwajibiki? Kwa sababu yeye hajadiriki muda wa kutoa zakatul fitri wujuban, kwa wajibu hajadiriki. Kadiriki Ramadhani, lakini muda wa kuwajibika kutoa zakatul fitri hajaudiriki. Ndio anasema lam tajib fitratuhu, haiwajibiki fitri yake. Hakuna ulazima kutoa fitri kwa sababu hajadiriki muda, amefariki. Wa immata, na ikiwa atafariki, atakufa baada al-ghurubi, baada ya kuzama jua. Jua limezama kabla watu hawajafutari, futari ile ya nyumbani ile ya kula ukashiba, anatoka zake msikitini baada ya salatul maghrib, tayari imethibiti kesho ni Eid, amegongwa na gari njiani kafariki, lakini ilikuwa jua lishazama na ishathibiti kesho ni Eid. Wajabat fitratuhu, kumewajibika, imewajibika fitri yake. Huyu lazima atolewe zakatul fitri, kwa sababu muda wa kuwajibika zakatul fitri aliudiriki na Eid ilikuwa ishathibiti, ila hakufika muda mrefu kafariki. Huyu wajabat fitratuhu, imewajibika fitri yake, itatolewa zakatul fitri kwa niaba yake hata kama amefariki. Kwa nini? Kwa sababu amediriki muda wa kutoa na kuwajibika zakatul fitri. Tuko pamoja hapo? Anaendelea kwa kusema waman ulida, tumetoka kwa mtu atakayefariki. Akifariki kabla kuzama jua, jua ambalo kesho yake ni Eid halijazama, hakuna uwajibu wa zakatul fitri. Lau kama atafariki baada ya kuzama jua na ikathibiti kesho ni Eid, huyu itatolewa zakatul fitri yake. Kamaliza
anamzungumzia sasa mwenye kuzaliwa, sio aliyefariki. Wa man ulida, na yule atakayezaliwa, qabla al-ghurubi, kabla ya kuzama jua. Ramadhani ya 30 saa 11 jioni kazaliwa, lakini jua halijazama. Wajabat fitratuhu, kutawajibika fitri yake. Wajabat fitratuhu, kutawajibika fitri yake. Kwa nini wajibike fitri yake na hajafunga hata siku moja? Kwa sababu amediriki Ramadhani na amediriki muda ambao Idi na fitri inawajibika juu yake. Kadiriki sehemu kwenye Ramadhani, lakini vile vile anadiriki sehemu ya kupasa mtu kutoa zakatul fitri. Baada ya jua kuzama tu zakatul fitri inawajibika. Kwa ukadiriki Ramadhani, kadiriki na muda wa fitri, huyo atatolewa hata kama ana masaa 4 tokea kuzaliwa, sababu kadiriki huku kadiriki na huku. Mtoto mpya huyo kutawajibika kumtolea fitri yake. Wa in ulida, na ikiwa atazaliwa baada al-ghurubi, baada ya kuzama jua, jua limezama, imethibiti asubuhi ni Idi, lam tajib fitratuhu, kisha akazaliwa yeye, basi haiwajibiki fitri yake. Kwa nini isiwajibike? Na amezaliwa tayari, ule uwajibu wa fitri tayari watu washauingia. Magharibi jua limezama tayari, kesho Idi watu wanaanza kutoa zakatul fitri, yeye kazaliwa. Kwa nini isiwajibike fitri na yeye? Shejibu, kwa sababu hajadiriki mwezi wa Ramadhani. Kumbe kupitia maneno haya ya mtunzi, zakatul fitri itawajibika kwa mtu ambaye amediriki sehemu ya Ramadhani, amediriki sehemu ya uwajibu wa zakatul fitri, ima moja kwa kuzaliwa au kwa kufariki, lakini aligusa huku akagusa na huku, huyo anawajibika zakatul fitri yake. Lakini atakayegusa upande mmoja tu, ima Ramadhani pekee, upande wa kuwajibika Idi hakufika, kafariki, hana fitri. Au kazaliwa baada ya kuzama jua ikathibiti Idi, Ramadhani hakuhusika, hakuwepo, kazaliwa saa 2 usiku, asubuhi yake ni Idi, hatolewi zakatul fitri kwa sababu ameudiriki upande mmoja wa zakatul fitri, hakudiriki Ramadhani hata siku moja. Kwa zakatul fitri tuwajibika kwa yule ambaye amegusa sehemu kwenye Ramadhani, akagusa sehemu katika uwajibu wa zakatul fitri, ima kafa au kazaliwa, lakini kapata sehemu zote mbili, ni wajibu kutolewa zakatul fitri mtu huyo. Hapo umenielewa au nazungumza peke yangu? Umeelewa? Ndio vizuri. Sasa mwe majinias kama hivyo. Sasa waktu dafi'iha qabla khuruji an-nas ila salati, wakati wa kutolewa kwake hiyo zakatul fitri ni kabla ya kutoka watu ila salati, kuelekea katika swala ya Idi. Waktu dafi'iha, wakati wa kutolewa kwake hiyo zakatul fitri, kabla khuruji nasi, kabla ya kutoka watu ila salati, kuelekea swala ya Idi, ndio wakati wa kutolewa. Likizama jua kesho Idi imethibiti, huu usiku wote ni wakati wa kutoa zakatul fitri hadi asubuhi alfajiri, kabla ya swala, baada ya swala alfajiri, saa 12, saa 1, watu wakishaenda kwenye musalla, hapo ndio mwisho. Sasa unatakiwa uende kwenye musalla, huo ndio wakati wa zakatul fitri wa kumalizia hapo. Sasa anasema fil hadithi, katika hadithi, anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, hakika mjumbe wa Allah swalla na salamu ziwe juu yake, amara bi zakatil fitri, aliamrisha mtume kutolewa zaka ya fitri kabla khuruji nasi ila salati, kabla ya kutoka watu kuiendea swala. Zakatul fitri mtume aliamrisha itolewe kabla ya watu kutoka kuielekea swala. Watu wakishatoka kwenda kwenye musalla,
hapo ndo wakati wa mwisho wa kutoa zakatul fitri. Rawahu Shaykhani, kwa maana haitafaa kuitoa zakatul fitri baada ya swala. Baada ya swala, msiwe kama baadhi ya watu. Kuna baadhi ya watu hatujui kiwango chao cha akili kikoje. Hadithi hii iko wazi. Mtume ameamrisha zakatul fitri itolewe kabla ya watu kwenda kwenye musalla wa Eid. Afu atokea mtu anasema ule wakati wa baada ya swala Eid ndio wakati wenyewe haswa, kwa maana watu pale ndio watapata kupika, kutayarisha. Sasa utasema huyo na akili au anatumia kipimo gani? Hadithi iko wazi, kabla khuruji nasi, yanasema baada ya kutoka kwenye musalla, watu washamaliza kuswali, ule ndio wakati mzuri haswa pale ndio barabara pale. Mtu nampa chakula anapika hadi mchana anakula na wanawe, la kwenda kumpa alfajiri akifanyaje? Na yeye jitayarisha na swala. Sasa hii dini haiendi kwa rai za watu, inaenda kwa mujibu wa maandiko ya Mtume sallallahu alaihi wasallam aliyopokea kutoka kwa Allah, si akili ya mtu wala rai za baadhi ya watu ambao washachoka na maisha huko, wanaingia kwenye dini kutafuta ushehe. Sasa anatafuta vitu vipya vile, ili akitia kipande chake ile sauti YouTube apate ile masi ya watu, tafuta hela. Sasa kwa nini nikisema hivi watu wengi watanshangaa? Kwenye kushangaa kwao itabidi wasikilize. Wakisikiliza mimi ndo napata ile idadi ya watu sasa kule YouTube sasa ninayoitaka. Kuna watu ndo akili zao wanafanya dini ni dili, wanafanya dini ni dili la kutafuta hela. Kwa ili apate watu atafute kituko. Mtume anasema kabla, yeye anasema baada, ndio wakati wenyewe. Baada ndio. Kwa nini kasema baada? Anaangalia mazingira na jamii yetu. Watu wapiki alfajiri, jamii yetu wanapika baada ya swala, wakirudi kwenye miswala yao ya Eid ndio muda wanapopika. Sasa hapazungumzi kupika, panazungumzwa kuitoa zakatul fitri. Wewe itoe kabla ya swala, huyo unempa ana khiari, atapika alfajiri, baada ya swala atapika mchana, hiyo ni khiari yake. Kwani inalazimu baada ya kumpa tu lazima apike hapo hapo? Si lazima. Unaweza kumpa usiku akaja akapika kesho. Hapa kinachozingatiwa wewe mtoaji, wewe usije ukatoa baada ya swala, lakini yule unempa atapika muda wowote anaotaka yeye. Sasa sio kama sisi tunywa chai saa 3, kwa hiyo tukuletee zakatul fitri saa 3 asubuhi, na wengine hawanywi chai kabisa, kwa hiyo tusiwape hao kwa sababu hawanywi chai. Na wengine wakula jioni saa 10, asubuhi mchana wenyewe wanaita pasi ndefu, kwa hiyo tujitowapa la asiri kwa sababu ndio muda wao wa kula. Haya ni matope, si akili. Sasa matope kama haya bado watu wasema yule ni shekhe mkubwa ule. Kuna shekhe zaidi ya Mtume. Sasa yeye ampinga Mtume kwa kusema ni shekhe. Shekhe wa vipi? Mtume anasema kabla watu hawajaenda kuswali Eid, yeye anasema baada saa 3 hapo waswahili jamii yetu ndio twala. Afaambwa shekhe huyo. Haya twendeni mbele. Rawahu Shaykhani, hadithi hii ameipokea al-Imamu al-Bukhari na al-Imamu Muslim, mashehe wawili. Kwa zakatul fitri haitafaa kuitoa wakati watu wameshatoka kwenda katika musalla. Uitoe kabla ya watu hawajaenda kuswali swala ya Eid. Ukiitoa baada ya hapo haizingatiwi kwa ni zakatul fitri, itazingatiwa kwa ni sadaqatun minas sadaqat, kama tutakavyoona hadithi ya mbele hapo. Wayajuzu taqdimuha qabla al-Eid, na inafaa kuitanguliza hiyo zaka kabla ya siku ya Eid. Kabla ya siku ya Eid kuandama mwezi haijafika, itafaa kuitanguliza huko nyuma. Wayajuzu taqdimuha, na kuna juzu kuitanguliza kwake hiyo zaka kabla al-Eid, kabla ya siku ya Eid. Ile Eid mwezi haujaandama, huko nyuma masiku ya nyuma yafaa kuitanguliza. Fa fil hadithi, na katika hadithi, wakanu yu'tuna qabla al-fitri biyawmin au yawmayn, na walikuwa yani as-salaf wema waliotangulia miongoni mwa hao maswahaba walikuwa wao yu'tuna qabla al-fitri, wanaitoa zakatu
zaka ile kabla ya siku ya fitri biyaumin, kwa siku moja nyuma, au yaumaini, au siku mbili nyuma, kabla haijafika siku ya fitri, siku ya Idi, siku moja au mbili nyuma wanaitanguliza zakatul fitri. Ndivyo walivyokuwa wakifanya baadhi ya maswahaba. Kwa maana kama ni siku moja nyuma, itakuwa siku tarehe ngapi Ramadhani? 29, anayetoa mwezi 29, ambapo hajajua kama kesho ni Idi au si Idi. Ikiwa Idi, ikiwa si Idi, yeye ashatoa. Ikiwa ni siku mbili nyuma, tarehe 28, sawa, kwa kuzingatia mwezi una siku 30. Tukizingatia una siku 29, kwa maana mwezi 28 na mwezi 27 itafaa kuitoa zakatul fitri biyaumin au yaumaini, kwa siku moja au siku mbili. Ndivyo walikuwa wakifanya hivyo. Lakini iliyokuwa aula bora, baada ya kuthibiti kuandama kwa mwezi, kesho asubuhi tunaswali Eid, usiku huu kabla tuhajaenda kwenye musalla, huu ndio wakati uliokuwa bora zaidi. Lakini kutanguliza siku moja au mbili nyuma ni jambo lenye kufaa. Rawahu al-Bukhari. Kisha anasema mtunzi, wala yajuzu taakhiruha, na wala hakujuzu kuichelewesha kwake hiyo zaka, an salati al-Eid, kuiepusha na swala ya Idi, bila udhrin, basi na udhuru wowote. Wala haijuzu kuichelewesha kwake hiyo zakatu alfitr an salati al-Eid, hadi kufikia ule wakati wa swala ya Eid. An salati al-Eid, huenda ikawa tunakadiria ila salati al-Eid, hadi kufikia wakati wa swala ya Eid. Haifai bila udhuri, basi na udhuru wowote. Hakuna udhuru wowote ambao umefanya zaka yako ichelewe hadi watu wameenda kuswali Eid. Hakuna udhuru, basi haifai kuichelewesha. Labda utokee udhuru, pengine kuna mtu mumwakilisha we akutolee, nipelekee hii zaka, kuna mtu fulani pale maskini pale, muda muafaka hasa ambao hata watu wajenda msikitini alfajiri mapema, kutoka msikitini, bwana kifurushi changu cha mchele hichi kipeleke nyumba kwa mtu fulani pale maskini, zaka yangu hii. Alfajiri kaenda ule bwana, watu hawajaamka, sasa sibinde nyumbani kajitayarishe na Idi, baadaye nitawapitia niwape. Kaenda huko hadi watu wameenda msikitini, yeye kile kifurushi cha mchele hajakifikisha kwenye ile nyumba, pengine kasahau au katingwa na mambo, udhuru. Lakini ulishatoa zamani, umemwakilisha mtu aifikishe, sawa. Sio kwamba umechelewesha wewe, tayari imeingia dharura ya kisheria, kasahau ulimwakilisha aitoe, huo ni udhuru. Au zilipotakiwa zifike hazikufika kwa wakati kwa sababu ya usafiri, ni udhuru, zikaja kufika saa 3 asubuhi, lakini zilitoka usiku mkubwa, zaka zipelekwe katika mtaa fulani, maskini ni wengi, lakini gari kapata dharura njiani, asubuhi saa 3 ndio zinaingia pale mtaani. Je, hazifai tena? Ni udhuru huu, dharura ya kisheria. Ikiwa ni hivyo, la ba'sa bihi. Lakini kuchelewesha wewe mtoaji haitakiwi, labda ipite dharura ya kisheria, umesahau au mambo mengine ambayo tutayaona huko mbele. Kwa wala yajuzu taakhiruha an salati al-Eid, wala haifai kuichelewesha kwake hiyo zaka hadi kufikia muda wa swala ya Eid, bila udhrin, basi na udhuru wowote wa kisheria. Lihadithi, kwa sababu ya hadithi Mtume aliposema, man addaha, yeyote atakayeitoa hiyo zakatul fitri. Man addaha ay man akhrajaha, yeyote atakayeitoa hiyo zakatul fitri kabla salati, kabla ya swala ya Eid, fahiya zakatun maqbula, basi hiyo ni zaka yenye kukubaliwa, ay majura, yenye kulipwa ujira. Zaka hiyo inakubaliwa. Atakayeitoa zakatul fitri kabla ya watu kwenda kuswali Eid, fahiya zakatun maqbulatun, basi hiyo ni zaka yenye kukubaliwa. Wa man addaha, na yeyote atakayeitoa hiyo zakatul fitri baada salati, baada ya swala,
watu wameshatoka katika swala ya Idi, fahiya sadaqatun, basi zaka hiyo ni sadaka tu, minas sadaqati, miongoni mwa sadaka za kawaida, haitozingatiwa kuwa ni zaka, itazingatiwa kama vile ni sadaka, na ujira wake utakuwa ni ujira wa sadaka, si ujira wa zaka, kwa sababu imetoka nje ya wakati wake. Rawahu al-Baihaqi sahihu. Sije ukajiuliza ukatumia akili, kwa nini? Kwani kuna tofauti ya kabla na baada? Mtu ukimpa kabla na yeye anakula saa 4, si atenda kuiweka tu asubiri saa 4 apiki? Sasa ni sawa sawa na kumpa baada ya swala, ile saa 4 itafika tayari unampa baada ya swala, ikifika saa 4 yala. Hiyo ni akili lakini sheria haiko hivyo. Sheria imetaka kabla, wewe usitake baada. Mfano mdogo tu, mfano mdogo, salatu dhuhuri inaingia saa ngapi sasa? Saa 7 kasorobo, kwa maana saa 6 dakika 45. Sawa? Je, nikiamua mimi kuswali salatu dhuhuri saa 6 kamili itakubalika? Sio sawa. Itakubalika ikubaliki? Haikubaliki. Kwa nini isikubaliki? Saa 6 ndio ile ile saa 6. Tofauti ni dakika tu. 6 ndio ile ile. Kama ni rakaa ndio zile zile. Sura ndio hizo hizo. Adhkari ndio hizo hizo. Tena nimeswali msikitini ambapo hapo baadaye ikiingia dhuhuri na watu kuja swali hapa, eneo ndio lile lile. Kwa nini sikubaliki ya dhuhuri 6 kamili nisubirie 7 kasoro? Kuna tofauti gani nilivyoswali mimi na hao watakao swali 7 kasoro? Tofauti ni nini? Jawabu la hapa ndio jawabu la kule kwenye zakatul fitr. Kwa nini tusitoe baada, tutoe kabla? Kwa nini usiswali ya dhuhuri saa 5 usubiri adhana, na hali ya kuwa swala ndio ile ile, rakaa zile zile, eneo lile lile, sura na adhkari ndio zile zile? Kwa nini usubiri adhana? Si uswali tu saa 5 adhuhuri yako? Sasa jawabu la hapa ndio la kule. Kila kitu kina muda wake na kila kitu kina utaratibu wake. Sheria imeweka kila kitu kwa utaratibu maalum, haitakiwi akili ya mtu. Hapa ni wahi tu ndio unaongea. Sasa ukileta akili kwenye wahi haikubaliki. Akili yako haiwezi kukubalika. Leo ingekuwa akili inakubalika, ingekubalika ya mtume, sababu mtume ana akili zaidi kushinda sisi, lakini akili yake pia haikubaliki. Walau taqawwala alaina ba'd al-aqawil la akhadhna minhu bil yamin. Anapoa vitisho mtume, lau kama ataongeza neno tu katika wahi, Allah atamkamata mshipa wake amtoe roho. Mtume wa Allah wewe asijakaongeza hata herufi kwenye wahi. Sasa wewe huongeze herufi, unaitia akili yako haswa, ili akili yako ndio ifuatwe. Wewe ni nani? Sasa kila kitu kinafanywa kwa utaratibu. Wala usije ukaleta hoja za hawa wazushi hawa. Kwani kuna ubaya gani? Ubaya upo. Ubaya ni kwenda kinyume na utaratibu wa mtume. Huo ndio ubaya. Na tukenda hivi kwani kuna ubaya gani? Mambo mengi ya dini yatafeli. Kwa sababu tunafahamu adhana, mfano tu, adhana ni katika alama kubwa za kuwaita watu kwenye ibada, si ndio hivyo? Swali, kwa nini hatuadhini kwenye swala ya Idi? Kwani ile si swala? Ni swala. Hakuhitaji watu kuitwa kwamba Idi tayari sasa twaswali. Uhitaji upo. Na ndio maana kuna watu wanachelewa kwa sababu adhana hawajisikia. Sasa kwa nini tusiadhini kwenye swala ya Idi? Na ile ni swala na watu wahitajia kusikia kwamba swala tayari. Sasa ukiuliza kwa nini, takwambia kwenye adhana, kwenye siku ya Idi weka adhana pale. Hiyo itakuwa sasa mtume hajafundisha. Hilo ndio jawabu la huku pia. Na huku mtume hajafundisha. Kwa ukileta akili utakwama. Kwa nini swalatul janaiz, swala ya jeneza tusiswali raka 4? Tuswali 2. Kwa nini? Kwani kuswali ni jambo baya? Ni jambo zuri. Kuongeza idadi ya rakaa, tunazidi kumtaja Allah. Kwa nini we raka 2 tusizidishe? Kwa nini ya dhuhuri isiwe 2?
afu hizi mbili tukazihamishia alfajiri, kule alfajiri zikawa 4, adhuhuri ikawa 2. Kwa nini? Sasa tukileta akili kwa nini tunakwama? Sasa kwa nini we kabla isiwe baada? Hiyo kwa nini yako hiyo peleka huko. Kwenye dini haitaki kwa nini. Dini ni wahi kutoka kwenye kitabu, kutoka kwenye sunna, full stop, hakuna chingine. Akili yako peleka nyumbani, nenda kafikirie namna ya kuendesha maisha na wanao, hiyo akili yako. Lakini kwenye dini hatutaki akili yako. Hivi ingekuwa kila mmoja aruhusiwa kutia akili kwenye dini, hii dini ingebaki salama kweli? Si tungekujaona humu matambiko ni halali, pombe ni halali, sigara ni halali, zina ni halali, kwa sababu kuna watu akili zao ndo ziko huko kwenye mambo hayo. Sasa kila mmoja ndiye na akili yake, hakuna dini tena hapa. Lakini dini imehifadhiwa kwenye wahi, haingizi akili wala rai wala maoni. Sio kama katiba hii kwamba kila mwaka utapitisha maoni ndio sio. Dini ina sildi, imefungwa juu, haifunguliwi. Ukitaka ndio hivyo, ukutaka ndio hivyo hivyo, fuata tu. Kwa hakuna kwa nini baada, kwa nini kabla. Hiyo si sheria. Yajuzu i'ta'uha, inajuzu kuitoa kwake hiyo zakatul fitri, liakthara min faqirin, inajuzu kuitoa kwake hiyo zakatul fitri liakthara min faqirin, kwa zaidi ya fakiri mmoja. Inajuzu kuitoa kwake hiyo zakatul fitri liakthara min faqirin, kwa zaidi ya fakiri mmoja. Hiyo zakatul fitri unaweza kuitoa kwa zaidi ya fakiri mmoja, kwa maana hiyo pishi yako hiyo ukaigawa nusu, hiyo moja ukaigawa nusu, nusu nampa fulani, nusu nampa fulani, lakini pishi hiyo kwa zakatul fitri itajuzu kuigawa kwa zaidi ya fakiri mmoja ile zaka yako. Pengine kuna wawili na una uhakika hao wote hawajapata, na mimi ninaitoa ni mmoja tu hapa, basi utaigawa nusu. Huyu utampa nusu na huyu nusu, huyu ukapata nusu pishi na huyu nusu pishi. Kinachozingatiwa wewe utoe pishi, wewe mtoaji, wewe utoe pishi. Haizingatiwi yule aliyopewa pishi imetimia haijatimia, hicho akizingatiwi. Wewe uliyetoa pishi ilitimia, ndiyo ilitimia, ila nusu umempa huyu, nusu huyu. Pishi nimetoa, huyu nusu na nusu, basi sawa. Kwa itafaa kuigawa ile pishi kuwapa zaidi ya fakiri mmoja. Kama yajuzu daf'u adadin min alfitri ila faqirin wahidin, kama inavyojuzu, kama ambavyo yajuzu, inajuzu daf'u adadin min alfitri ila faqirin wahidin, kama ambavyo inajuzu kutoa idadi nyingi ya zaka ya fitri kwa fakiri mmoja. Kama ambavyo yajuzu daf'u adadin min alfitri ila faqirin wahidin, inajuzu kutoa idadi nyingi ya zaka ya fitri kwa fakiri mmoja. Umeelewa au hamjielewa bado? Kiswahili kimwapita kushoto. Tumeona inafaa zaka ya fitri pishi yako ile kuitoa kwa zaidi ya fakiri mmoja, ukamgawia kila mmoja kidogo kidogo kidogo, lakini wewe umetoa pishi. Inajuzu, hasa unapoona kuna baadhi hawajapata na mtoaji hapo ni wewe tu ndio unajua mambo hayo, wengine wote hawajui. Kwa utaigawa kidogo kidogo, utapa wale mafakiri. Inajuzu pakiwa na haja hiyo, kama vile ambavyo itajuzu fakiri mmoja kupewa idadi nyingi ya zaka za fitri. Hapo mmeelewa? Ye mmoja, lakini huyu kamletea na yule kampa na yule kampa na yule kampa, ima moja. Umejua kama kapewa au hujajua? Inafaa wajua. Sasa yule bwana kaingia mule kapeleka zaka yule, na mimi napeleka mule, na mwingine ataleta humo, inafaa. Kama imejuzu kuigawa kwa mafakiri wengi, basi inafaa pia fakiri mmoja kupewa zaidi ya mara moja, zaidi ya mara mbili, kukiwa kuna hitajio la kufanya hivyo. Pengine na familia kubwa, pishi moja haimtoshi yeye, ana watoto 9
wake 4, ana wadogo zake hapo ndani, ana wagonjwa hapo ndani. Yani akiamua kupika inakuwa ni karamu kikawaida. Jungu kubwa hapa, pana shughuli, kumbe ni chakula cha kawaida cha kila siku. Ugali sufuria zima, mboga si mchezo. Nini anapika kawaida, watoto 9, wake 4, ana wagonjwa kaka zake, na pengine katembelewa na wageni siku hiyo. Siku za Eid wamekuja kujikusanya kwake, amerundikana pale toka huko milimani, amekuja mjini. Sasa kwa imekuwa nyumba ina watu zaidi ya 18, bwana ni huyo mmoja. Sasa mtu kama huyu kupeleka zile zaka kwa wingi ndio aula. Sasa hasa anapokuwa anahitajia, hali yake duni, yeye atapeleka na mimi nitapeleka na mwingine nitamwambia peleka na yule na wewe peleka, mpaka tuone kwa hizi zilizopelekwa sasa zinaweza zikakidhi Eid kwao, kesho ikapita vizuri. Ni jambo lenye kufaa. Sijui mnaelewa? Tumalizie nukta ya mwisho sasa. Akhiran, mwisho kabisa, wa anta tukhriju zakata alfitr au sadaqata ihmadillah, na wewe ukiwa unatoa zaka ya fitri au sadaka, basi muhimidi Allah kathiran, sana. Muhimidi Allah sana. Ikiwa wewe unatoa zaka ya fitri au unatoa sadaka, ihmadillah kathiran, muhimidi Allah sana, mshukuru Allah. Anja'alaka mimman yu'tunaha, kukujalia wewe Allah miongoni mwa wale ambao wanaitoa hiyo zaka. Mshukuru Allah ikiwa wewe unatoa zaka, basi ihmadillah kathiran, kwa kule kukujalia wewe Allah kuwa miongoni mwa watu wanaotoa zaka. La mimman yastahiqunaha, si katika wale ambao wanastahiki hiyo zaka kupewa. La mimman yastahiqunaha, si katika wale ambao wanastahiki hiyo zaka kupewa. Ikiwa wewe Allah amekuwafikisha unatoa zakatul fitri au sadaqatul fitr unaitoa, basi ni jambo kubwa la kumshukuru Allah. Kuna wengi hawatoi na uwezo wako nao, bali hawajui kabisa haya mambo. Mshukuru Allah kwa kule kukujalia wewe miongoni mwa wenye kutoa hiyo zaka. Kuna wengine mabakhili hawatoi, na vile vile Allah hajakujalia wewe miongoni mwa wale ambao wanapokea, wanastahiki kupewa hiyo zaka. Allah amekujalia sehemu katika uwezo, wewe ni mtoaji, sio mpokeaji. Hilo ni jambo la kumshukuru Allah. Kamaliza kwa nukta hiyo, na hapa ndipo mpokusudia leo tusimame. Natamani tumalize kitabu kitaisha insha Allah. Kesho tutaendelea darasa hii kumalizia kitabu chetu A'malu Yaumil Eid. Kesho insha Allah